Ninawaomba sana ndugu zangu wa Kristo, ndugu zangu wa Tanzania, tujue Mungu yupo. Mungu anaweza kila kitu. Tusiogope, siku moja tutakufa. Hata mimi nitakufa kutokana na alichokipanga Mungu. Naweza nikafa kwa korona, naweza nikafa kwa nini. Na ndiyo maana mnaniona hata mimi sijavaa barakoa. Sio kwamba siogopi kufa. Nimeona niliseme hili. Nimemshukuru sister hapa hajavaa, lakini wenzake wawili wamevaa. Nikasema sasa kama hawa viongozi ndio wanataka tueleza kila siku tumwamini Mungu, vipi leo? Mungu anaweza. Mama yule profesa, hebu simama mama wakuone. Huyu ni profesa, ni msomi, aliwahi kupata kansa. Titi lake moja likatolewa, lakini Mungu amemsimamia mpaka leo anaishi na anaimba na kumwimbia Kristo. Hajikwezi. Ninayasema haya sio kwamba mimi ni mtiifu sana au mwaminifu sana au kwamba mimi sio mdhambi. Tutaokolewa kwa neema. Ninawaomba, serikali haijazuia barakoa, lakini tuwe uangalifu katika kuchagua barakoa ipi ninavaa. Tutaangamia. Msifikiri tunapendwa mno. Vita ya uchumi ni mbaya, na ndio maana nawapongeza watu waliovaa barakoa za kujitengenezea wao. Ninamwona mama pale amejivaa ya kitenge. Hongera sana mama. Hizi tunazozinunua madukani tunajiua wenyewe. Ni lazima niliseme, watatukana, lakini nina wajibu wa kusema ukweli. Hebu tutaje ni nchi gani ambayo haijafa watu na korona? Maelfu wanakufa. Kuna nchi iliwahi kupoteza watu 3,000 kwa siku moja, na wanavaa barakoa, saa nyingine wanavaa 2. Ayaga ajali wanaga hata muda kabisa. Sisi tuchukue tahadhari za kiafya kama ambavyo zinatangazwa. Tumtangulize Mungu, lakini pia tutafute mbadala, ikiwa ni pamoja na kujifukizia. Naona pale mbele kasema wapo. Mimi hata wasaidizi wangu wengine wameshaugua. Mimi watoto wangu wameshaugua. Wapo wadogo zangu wameshaugua na wakapona. Ni kumtanguliza Mungu na kuchukua tahadhari, lakini pia kujifukizia. Msikuzalau. Kuna dawa inaitwa Bupiji. Watu wamepona mpaka kwenye mahospitali wametumia hiyo dawa. Kuna Covido. Kuna dawa za kila aina wanazitumia Watanzania. Ninawaomba ndugu zangu wa Kristo na ndugu zangu wa Tanzania, tutoe hofu ya korona. Tutapita. Mimi hawa wasaidizi wangu mmeona wamevaa barakoa, kwani najua leo wamelala na nani nyumbani. Ninajua wamekutana na wakina nani nyumbani, lakini kikubwa ni kumtanguliza Mungu. Mungu akiamua, hata bila korona utakwenda, hata kwa malaria utakwenda, hata kwa kansa utakwenda, hata kwa ajali ya gari utakwenda, hata ukiwa umetembea tu utakwenda. Kwa hiyo sisi wakati huu ndio wakati wa kumwomba kweli kweli Mungu, na ndio maana nawapongeza sana viongozi wa dini na kupongeza baba. Ninajua hata kutokuvaa barakoa inawezekana umewakosea viongozi wako. Fanya hivyo ili kusudi ukamsimamie Mungu. Nafuu wakosee viongozi wako kuliko kumkosea Mungu. Tutapita. Tena korona hii itakwisha. Miaka ile mwaka jana tulipita salama mpaka watu wakawa wanatushangaa. Hata marais wenzangu wakawa wananiambia ninyi ni wachawi huko Tanzania. Nikasema mchawi ni Mungu.
Tulipita, wapo walioathirika kidogo, lakini tulipita, na sasa tutapita. Inawezekana tumekosea mahali. Wapo watu waliotoka nje ya nchi wakaenda kuchanjwa kule, wakapewa haya magonjwa, na wengine watakaoeneza korona katika nchi hii ni wale wanaovaa barakoa ambazo hawajui zimetoka wapi. Lakini lazima pia tujiulize, ndugu zangu wa Tanzania, barakoa inatakiwa ivaliwe kwa masaa 4. Siku ina masaa 48. Maana yake kwenye masaa 48 tunatakiwa tubadilishe barakoa 12. Hebu jiulize, Jaji Mihayo, kule kwenu Itabagumba ni wangapi watakaoweza kubadilisha barakoa 12 kwa masaa 48? Na tuko watu milioni 60. Ni miujiza ya Mungu tu ndiyo itafanya kazi.